Ili uweze kulipa kodi yako TRA ni lazima kwanza uweze kufanyiwa usajili. Na tunapoongelea usajili kwenye biashara, kuna wale ambao wanafanya biashara kama watu binafsi na kuna wale ambao wanafanya biashara kama makampuni au taasisi. Sasa kwa watu binafsi, usajili wao, kitu kikubwa ambacho kitahitajika ni ile namba ya utambulisho wa mlipa kodi, ambayo inajulikana maarufu kama tini namba. Asa ile tini namba yako, kama tayari una ile tini, kwa sababu kuna wengine tayari wana tini ambazo ni za matumizi ya kawaida. Kwa mfano, ukiajiriwa lazima uwe na tini namba, lakini pia kama una leseni ya kuendeshea gari, maana yake wewe tayari una tini namba. Ila ile tini inakuwa ni ya matumizi ya kawaida. Kwa ukitaka kuingia kwenye biashara, utatakiwa kubadilisha matumizi ya hiyo tini. Kutoka kwenye matumizi ambayo sio ya biashara kwenda kwenye matumizi ambayo ni ya biashara. Kwa ukishabadilisha, maana yake tutakufanyia tathmini kujua kwamba unastahili kulipa kodi kiasi gani. Baada ya hapo utatakiwa kulipa hiyo kodi ambayo umekadiriwa kutokana na mapato ambayo umeyasema, kutokana na hiyo biashara ambayo utaenda kuifanya. Na kwa makampuni wao, usajili wao wanaanzia BRELA. Baada ya kusajili kampuni yako BRELA, utatakiwa ufike TRA ndani ya siku 14 ili uweze kurasimisha au kumalizia usajili wako TRA kwa kupewa ile namba ya utambulisho wa mlipa kodi ya taasisi au ya kampuni yako. Na ukishapewa ile tini yako, kwa kampuni sasa wao wanajikadiria kodi wenyewe, kwa sababu mwisho wa mwaka watatakiwa kuandaa hesabu zile za mizania ambazo watatakiwa kuziwasilisha TRA. Sasa kwenye kulipa hapo kwamba wanalipaje kodi, kwa yule mtu binafsi ambaye mauzo yake yako chini ya milioni 100, huyo atakuja tutamkadiria kodi. Lakini tutamkadiria kodi yake kutokana na mauzo ghafi ambayo anayapata kutoka kwenye biashara yake na sio faida. Kuna mtu mwingine anaweza akasema mimi mbona nimeuza nimepata tu faida 200,000, kwanza mtaji wangu wenyewe ni mdogo. Ikumbuke kwamba hatumkadirii mtu kutokana na either mtaji wake au faida anayoipata kwa wale wafanyabiashara wadogo ambao mauzo yao ni chini ya milioni 100. Kwa hiyo kisha kuwa na mauzo chini ya milioni 100 kwa mwaka mzima, tunakukadiria kutokana na mauzo ghafi. Nikisema mauzo ghafi ni yale ambayo yamejumuisha faida pamoja na gharama ulizozitumia. Kwa mfano, umenunua mzigo labda tuseme kwa shilingi milioni 100. Milioni 3 labda. Lakini ukapigia hesabu hapo gharama ambazo umezitumia ili na wewe angalau upate kafaida kako hapo 200,000. Maana yake ukiuza ule mzigo, ukiweka na gharama zako zote, labda ukauza kwa milioni 3 na 200,000. Maana yake 200,000 ndio faida yako. Sasa unapokuja TRA, kwa sababu wewe ni mfanyabiashara mdogo, tutakukadiria kwenye milioni 3 na 200,000 ambao tunasema ndio mauzo ghafi. Kwa yule ambaye ana mauzo ya chini ya milioni 4 kwa mwaka mzima, maana yake huyu mtu hatakuwa na kodi yoyote ya kulipa TRA. Kodi yake inakuwa ni 0. Lakini kuanzia milioni 4 mpaka milioni 7 kwa mwaka mzima, kodi yako inakuwa ni shilingi 100,000. Kuanzia milioni 7 mpaka milioni 11, kodi yako inakuwa ni shilingi 200,000 na 50,000 kwa mwaka mzima. Kuanzia milioni 11 na kuendelea, kodi yako itakuwa ni 3.5% ya mauzo yatakayoonekana kwenye mashine yako. Kwa sababu ukishafikisha mauzo ya milioni 11, unatakiwa ununue mashine kwa ajili ya kutoa risiti za kielektroniki ambazo zinajulikana kama EFD. Kwa ukishakuwa na mauzo ya milioni 11 kwa mwaka mzima, unatakiwa ununue mashine ya kutolea risiti za kielektroniki. Ambapo sasa tutakukadiria kulingana na mauzo yako yatakayokuwa yanaonekana. Kama sisi hatudili na hatuangalii mtaji wako, tunaangalia mauzo yako. Kwa hiyo tutakuhoji kwanza, tujue ni biashara gani ambayo unaifanya. Baada ya kuwa tumekuhoji, utatuambia kutokana na hiyo biashara unatarajia kuuza kiasi gani kwa siku. Na pale tunachukua tu ile average kwamba kwa sababu biashara zinatofautiana. Kuna siku unaweza ukauza sana, kuna siku ukauza kidogo na kuna siku usiuze kabisa. Kwa hiyo tunachukua ile tunasema wastani wa mauzo yako kwa siku. Tutazidisha kwa siku 30 za mwezi mzima, alafu tutaipiga kwa mwaka mzima.
Ikitokea kwamba umetudanganya, maana yake pia ndio maana tunafanya kama kwa vitalu. Vitalu kuna blocks. Hata ukija pale kila mtu anahudumiwa kwenye block yake. Kwa hiyo pia tunapita kwenye maeneo ya biashara kuangalia na kukagua zile biashara za wateja. Kwa hiyo sasa ikitokea umetuambia biashara yako ni ndogo, ukatudanganya kwenye mauzo. Tukipita kwenye biashara yako, tukagundua kwamba ulichotuambia umetudanganya, maana yake tunakuongezea ile kodi yako. Lakini ikatokea biashara ikaenda ndivyo sivyo, mambo yakawa sivyo ambavyo kama ulikuwa umetarajia, maana yake utaandika barua ya kuomba kupunguziwa hiyo kodi ambayo umekadiriwa. Lakini unapoandika barua hakikisha kwamba kumbukumbu zako umeziweka vizuri. Kwa kama ni daftari umeliweka vizuri kwa ajili ya kurekodi yale mauzo yako yote ambayo unayauza kila siku. Kama umeinua kuna gharama umeziingia, basi hakikisha unazirekodi vizuri. Kwa sababu utakapoandika kuomba kupunguziwa kodi, sisi lazima tuje kuitembelea biashara yako, tujue unachokisema ni kina uhalisia. Kwa hiyo tukiona kweli unastahili kupunguziwa kodi, kwamba kumbukumbu umeziweka vizuri, daftari lako la mauzo liko sawa sawa, tumekuja dukani kwako tukakuta bidhaa zilizopo dukani hata tukizizidisha zote kwamba ukiuza bado hauwezi kufika kile kiwango, maana yake kwamba tutapunguziwa ile kodi. Lakini ili upunguziwe kodi, hakikisha kwamba unaomba ndani ya mwaka husika. Yaani kama ni mwaka 2025 usisubiri mpaka mwakani. Inatakiwa iwe ni ndani ya mwaka husika wa kodi. Kwa sababu mwaka ukishapita, maana yake huo mwaka wa kodi unakuwa umeisha. Kwa hakuna marekebisho yote ambayo yanaweza yakafanyika, kwa sababu mwaka unakuwa umeshafanya nini? Umeshapita. Sasa tunapoongelea awamu za kulipa, tulisema kwamba awamu za kulipa ziko 4 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo unalipa kila baada ya miezi 3. Na makadirio ya kodi yanafanyika katika kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3 kila mwaka. Kwa kama ukikadiriwa kodi mwaka huu, manake kodi yako inaisha tarehe 31 Disemba. Kwa mwakani tunapokuja unatakiwa ufike TRA kwa ajili ya kuweza kukadiriwa kodi, ambao makadirio ni kuanzia kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3 kila mwaka. Kwa kama umekadiriwa labda 100,000, ile 100,000 uliyokadiriwa hauilipi yote kwa mkupuo. Maana yake utailipa katika vipindi 4, ambapo kuanzia kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3 utalipa shilingi 25,000. Mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 utalipa 25,000. Mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9 utalipa 25,000. Na mwezi wa 10 mpaka wa 12 utalipa 25,000. Ndio hizo awamu ambazo tunaziongelea. Kwa awamu ya kwanza inaisha tarehe 31 mwezi wa 3. Awamu ya pili inaisha tarehe 30 mwezi wa 6. Ndio maana hapa tumekuja kuwakumbusha kulipia awamu ya pili, ambayo inaisha tarehe 30 mwezi wa 6. Awamu ya 3 itaisha tarehe 30 mwezi wa 9. Na awamu ya mwisho inaisha tarehe 31 mwezi wa 12.